na kuitambua. Hiyo inakutayarisha kwa urithi. Soma Malaki 1:6 na alama moja ya wana kweli kweli wanatoa heshima. Ya 5 andika hii kwa Kiingereza, service precedes inheritance. Service precedes inheritance. Kwanza tunaweza kumtumikia Mungu kwanza, alafu tunapata urithi baadaye. But number 6 also brings another issue ambayo nataka uifikirie tunapoenda kukamilisha. Identity before activity. Andika hiyo vizuri, identity before activity. Yaani utambulisho kwanza utangulie, alafu huduma ifuate baadaye. Matthew 3:17. Kwanza lazima ujitambue uwana, alafu uingie katika activity. In other words, start as a son, grow, and as you grow, mature, then activity. Number 7, ya mwisho, revelation of the Father. Ufunuo wa Baba, Yohana 5:19-20. Wana wanakuwa kwa njia ya ufunuo na sio tu mafundisho peke yake. Revelation ya kumjua Baba, kufunuliwa Baba, ndio inafanya tumjue zaidi. Alright? Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Nataka tumalizie hii. Andika type of sons in the Bible. Aina ya wana katika Bible. Kwa sababu ningependa tuende kwa jambo lingine. Tuna aina 24, lakini hapa nataka nizungumze 7 peke yake. Wale wamekuwa katika mtandao wetu wa Jumatatu, wale wanaofuatilia on Monday saa 2 kamili kwa tunakuwa na Sunday na kuwa na mtandao, na ni vizuri utafute smartphone ile ambayo inaweza kushika WhatsApp na wengine. Itakugharimu, lakini process moja ya kufanya kukua. Amen. Huwezi kukua kama wengine kwa meza. Amen. Uko very busy, kuna mambo yatakupita, na ndio maana tunazungumzia hawa wana wafuatao. Wote ni matokeo kwa sababu fulani. Number 1, faithful son, mwana mwaminifu. Timotheo ni mfano ya mwana mwaminifu. Wafilipi 2:22. Anatumika kihalali, kihalisia, serves genuinely. Huduma yake inatokana na upendo na kuelewa ametoka wapi, na amepitia process ya neno akakomaa. Na Paulo amemwona ana jina fulani, tuambia kesho, I saw something. Now, wataalamu wanasema, hii ni kwa wachungaji, kupata mwana wa aina hii ya Timotheo inaweza kuchukua miaka mingi sana, na wanasema ukifanikiwa kuwa na 5 katika idadi ya hata watu 2000 umefanikiwa. Amen. Because hii ndio level ya faithful sons. Amen. Ukijaliwa kuwa na 2 kwa hii level ya sasa umebarikiwa. Amen. Na mbinguni unaonekana umefanya kazi. Amen. Number 2, prodigal sons. Hawa ndio wengi sana kanisani. Prodigal son, Luke 15:11-32. Huyu anaharibu urithi, lakini kwa neema ya Mungu anakuwa restored kupitia toba. Duniani hao na watoto ambao wanavuta bangi, wana waste maisha yao duniani sana, lakini baadaye wanawaregesha, lakini wanakuwa wamepoteza muda. Wanaitwa prodigal sons. Na wale wachungaji hata kutoka wanavuta bangi, kitu tu atakuja wao akiwa hana meno mzee, maanake anaenda mbinguni, lakini kitu atakuwa ni wasted time, ana waste urithi.